Hadithi inaanza mwaka 1916 nchini Uingereza. Mtu tajiri na mwenye tamaa kubwa anayeitwa Roderick Burgess, anayejulikana kama The Magus, anaongoza kundi la siri la wachawi linaloitwa The Order of Ancient Mysteries. Burgess anatafuta njia ya kupata uzima wa milele na kuurudisha uhai wa mwanawe aliyekufa, Randall. Ili kufanikisha hilo, anajaribu kufanya ibada hatari ya kichawi ili kumuita na kumteka Kifo, mmoja wa viumbe wa milele wanaoitwa The Endless. Lakini mambo hayaendi kama alivyopanga. Badala ya kumteka Kifo, anaishia kumuita ndugu wa Kifo, Ndoto, anayejulikana pia kama Morpheus, bwana wa ulimwengu wa ndoto. Morpheus ni kiumbe wa nguvu zisizo na kifani anayesimamia ulimwengu wa usingizi na ndoto, mahali ambapo fikra na hofu za binadamu zinapata umbo. Wakati wa ibada, Dream anakamatwa na kufungwa ndani ya kifaa cha kioo, akiwa amepokonywa zana zake tatu zenye nguvu: mfuko wa mchanga wa ndoto, hekalu lake lenye umbo la fuvu la mnyama, na lulu lenye nguvu ya kuunda au kuharibu ndoto. Burgess anajaribu kumshawishi Dream azungumze, akimuomba kumpa nguvu hizo kwa kubadilisha uhuru wake, lakini Dream anakaa kimya kabisa. Miaka inapita, 10, 20, hadi miongo kadhaa. Wakati Dream akiwa kifunguni, ulimwengu wa binadamu unaanza kubadilika kwa njia ya ajabu. Watu wengi kote duniani wanaanza kulala na hawajawahi kuamka tena. Wengine wanaishi wakiwa kama wamelala macho. Hali hii inajulikana kama The Sleeping Sickness, ugonjwa wa ajabu uliosababishwa na kutoweka kwa bwana wa ndoto. Ndani ya kioo chake, Dream anakaa kimya, akivumilia miongo ya upweke na mateso bila chakula, bila kulala, bila kuongea. Wakati huo, Roderick Burgess anazidi kuwa mkali na mwenye tamaa. Anajaribu kutumia nguvu ya Dream kwa manufaa yake, lakini anashindwa. Mwaka baada ya mwaka unapita. Mwanawe, Alex Burgess, anakuwa mtu mzima mwenye moyo wa huruma, tofauti kabisa na baba yake. Ingawa anaogopa, Alex anaanza kumhisi huruma Dream, na mara kwa mara humwendea gizani na kumwomba msamaha kwa niaba ya baba yake. Hata hivyo, Roderick anaendelea kuwa katili na mwenye tamaa. Wakati mmoja, mpenzi wake Ethel Cripps anaiba zile zana tatu za Dream: mfuko wa mchanga, hekalu na lulu yenye nguvu ya kuunda au kuharibu ndoto. Burgess anaingia katika hasira kali akijaribu kumlazimisha Dream amrudishie vitu vyake. Lakini Dream haongei hata neno. Kwa hasira, Roderick anamshambulia mwanawe Alex, na kwa mara ya kwanza macho ya Dream yanang'aa kwa hasira kali, lakini bado anakaa kimya. Miaka inasogea. Roderick Burgess anakufa akiwa mzee na mwenye hasira, akiacha nyuma siri na kifungo cha ajabu. Alex sasa anabaki na nyumba, mali na mfungwa wa ajabu aliye chini ya nyumba yake. Anaendelea kumfungia Dream, ingawa moyo wake hauko tayari kuendelea na dhambi hiyo. Kisha, baada ya zaidi ya miaka 100, bahati inabadili kila kitu. Mlinzi mpya anayelinda seli ya Dream anasinzia akiwa ameshika sigara, na cheche ndogo inateketeza sehemu ya mduara wa ulinzi wa kichawi uliokuwa ukimzuia Dream. Hapo ndipo Dream anapata fursa yake ya karne moja. Kioo kinapasuka, mchanga unavuma na nguvu za ndoto zinatapaka hewani. Anawaweka walinzi wote katika usingizi wa milele na kumwacha Alex akiwa amesimama kwa hofu kuu. Dream anamlaani Alex kwa adhabu ya tatizi. Ataishi katika hali ya kuamka milele, asiweze kulala wala kuamka kikamilifu, akiwa amenaswa kati ya ndoto na uhalisia milele. Baada ya kuondoka, Dream anarudi katika ulimwengu wake wa ajabu, The Dreaming, lakini unakikuta umeharibika kabisa. Majengo makubwa ya maajabu yameporomoka, mito ya ndoto imekauka, na viumbe wake wengi wamepotea. Lucien, msaidizi wake mwaminifu na msimamizi wa makataba ya ndoto, humkaribisha kwa heshima na huzuni. Anamwambia kuwa tangu alipopotea, ndoto na jinamisi zake zimekimbia ulimwenguni. Dream anasimama kimya akitazama uharibifu uliotokea. Baada ya miaka 100 ya kifungo, anajua kazi yake imeanza tena. Lazima arudishe utawala wake, apate tena nguvu zake na kurejesha usawa kati ya dunia ya ndoto na ulimwengu wa kweli. Anapaaza sauti ya kiapo. Ataenda kutafuta vitu vyake vitatu vilivyoibiwa: mchanga wake, helmu yake na lulu yake. Ni safari ndefu na hatari, lakini hakuna kitu kitakachomzuia tena.